Hello. Wale watoto 2000. Hii hapa ni ya kwenu sasa. Nyinyi mnajiita Gen Z wenyewe. Wale watoto wa Gen Z na ndoa zenu za Gen Z, kapo zenu za Gen Z, hii hapa ni ya kwenu. Sasa leo tukidondoka katika hii familia, huyu mchiza anaitwa Fredrick na huyu bidada anaitwa Chisam. Fredrick na Chisam ni mtu na mkewe. Leo Fredrick amerudi nyumbani na mwambia mkewe, fumba macho, nimekuletea zawadi. Chisam anamuuliza mumewe, ni zawadi gani umeniletea? Fredrick anamwambia, fumba macho, then baadaye ndakupatia zawadi. Ni surprise, na surprise huwa haitolewi kwa maneno. Surprise huwa inatolewa kwa vitendo. Kwa bidada anafumba macho, Fredrick anatoa zawadi mfukoni na kumvisha mkewe mkononi. Ni necklace ya dhahabu. Anamvisha mkewe mkononi, bidada anashangilia na fry. Ni nzuri kiukweli, na ukizingatia kwenye mapenzi, ukipewa zawadi kama hii na mpenzi wako, mtu unayempenda, waga ni kitu kizuri sana. Sasa baadaye Fredrick na Chisam wakiwa wamekaa hapa sebleni, mara mlango unagongwa. Chisam anamshangaa Fredrick, vipi? Kwani ratiba ya mgeni wote? Fredrick anasema hapana. Chisam inabidi akafungue mlango. Wakati anafungua mlango, anaingia mtu na begi. Chisam anashangaa, kwani huyu ni nani? Chisam anaingia na anamwambia Fredrick, "Hi bro, nimefika nyumbani hatimaye. Nimefuatilia mchongo wa kazi, nimepata kazi mjini, lakini mjini kama unavyojua wewe ni ndugu yangu na sina pa kufikia. Nimeona imebidi nifikie tu kwako kwa sababu wewe ni ndugu yangu. Siwezi kusema sina pa kufikia wakati nina ndugu mjini. Kwa nimekuja kwa ndugu yangu niweze kukaa hapa, niweze kufanya kazi zangu zingine." Baadaye mchizi ameletewa chakula. Wakati anakula, mchizi anaongea. Anamwambia Fredrick, "Unajua, nimefuatilia kazi, nimepata kazi, lakini nitakuwa nikikaa hapa ndani, sitakaa kwa muda mrefu, nitakaa tu kwa miezi 6 hivi au 8. Fredrick anamuuliza, na miezi 6 au 8? Nitakaa miezi 6 au 8 vipi? Mbona mnashangaa? Au mtaki mimi nikae hapa? Nitakaa hapa kwa miezi 6 tu au miezi 8. Nitakaa hapa kwa miezi 6 miezi 8, nikishapata kazi, nikifanya kazi zangu, nikifanikiwa, mimi nitaondoka." Hasa baadaye bidada huyu ni mtu wa live, mtu wa social media, yuko hapa na simu yake anajirekodi kuongea na mashabiki wake mwenyewe TikTok huko. Mara anashangaa kuna kelele zinatoka huko chini. Inabidi awage mashabiki wake. Ngoja kwanza nikamwangalie shemeji yenu, sijui ana shida gani, maana naona kuna kelele. Kitaka kuongea bidada, kelele zimezidi. Kumbe huko bwana Fredrick leo kaja na mwanae hapa wanaangalia mpira. Ni kelele, naambiwa ndani mtindo mmoja. Sasa bidada anakuja hapa anashangaa tunapiga kelele kweli, yani anawastua, nyie shida ni nini? Vipi Fredrick, mbona mnanipigia kelele? Yaani uko ndani ya nyumba yangu mnaangalia mpira mnapiga kelele. Kelele za nini? Mnakuwa kama watoto wadogo kama wapumbavu. Hii mmeambiwa ni banda la mpira hili. Mnapiga kelele. Sasa mchizi anashangaa. Anambia, "Mbona mimi sikuelewi?" Anamkoromea. "Mbona mimi sikuelewi? Mtoka kaendelea mambo yako bana. Sisi tunaangalia mpira hapa. Unakuja kutusumbua nini?" Fredrick anashangaa. Fredrick anamwambia, "Wewe, mbona unamfokea mke wangu kiasi hicho?" Bidada anafoka. "Yaani umekuja nyumbani kwangu, unapiga kelele, bado unanifokea." Yaani mchizi anawaka, unaambiwa, "Wewe unaniambia nini? Toka, nenda kaendelea na mambo yako huko." Fredrick inabidi amtimue mshikaji. Baadaye sasa kaka mtu ametoka zake kwenye kazi huko. Amekuja nyumbani hamna hata mtu, inabidi apitilize mpaka jikoni. Amepitiliza mpaka jikoni huko, amekuta sufuria la chakula, anaambiwa amelichukua, anakula yeye lote sasa. Sasa sijui wenyewe waliopika wakirudi watakula nini, maana zingine cha chakula kilipikwa kwa ajili ya wote, lakini mwamba anakula peke yake chakula chote. Amekula amemaliza, sasa hapa amelala, analalamika tumbo, anaambiwa tumbo linauma kinoma. Wenyewe wanarudi wanakuta mchiza anaugulia tumbo. Tumbo linauma. Fredrick anamwambia mkewe, kabla anaumwa njaa, mwangalizie chakula. Bidada inabidi aende jikoni kuangalia chakula. Anafika jikoni kuangalia chakula, hakuamini na macho yake. Sufuria liko ni jeupe kabisa. Bidada anarudi anamwambia Fredrick, "Angalia alichokifanya kaka yako. Angalia alichokifanya ndugu yako. Yaani chakula amekula chote. Sasa sisi tutakula nini? Mimi nilipika hicho chakula kwa sababu tunajua nikitoka nikirudi nimechoka. Nikija hasina haja ya kupika, tunakula chakula. Yeye amekuja amekula chakula chote, alafu amelala hapa analalamika tumbo, kumbe amekula chakula chote." Fredrick inabidi amstue brother. Amelala hapa anaota, wenyewe anawezeka. Anawaza kama vile anakipiga sasa, anakitupia cha mwisho, anakitupa cha mwisho brother, analalamika, "Oh baby, wow." Watu wanamshangaa, "Huyu mama vipi? Mbona anawezeka huyu baby?" Hapo Fredrick anamstua. Mama anastuka, anakimbia, anambia, "Nini?" Anaanza kuwaka. "Vipi? Mbona unanistua? Wewe unanistua, mimi nilikuwa naota, unafanya nini? Unanistua kwenye njozi zangu. Wewe vipi babu, mbona unazingua?" Mwamba anawaka, unaambia, "Unanistua nini? Wewe unaweza kaniua. Mimi nimelala hapa naota unanistua." Yaani bidada anamwambia, "Kwa hiyo umekula chakula chote hichi? Kwa nini umekula chakula chote? Mimi nimepika chakula cha wote, wewe umekula peke yako." Mchizi anawaka. Yaani mkeo anasema kwa sababu ya chakula? Fredrick anasema kwa sababu ya chakula? Sina nini? Basi hapa mwamba anawaka, unaambiwa anamfokea kweli huyu bidada. Bidada naye anawaka, akubali kunyonge. Mchizi anamwambia, "Wewe sikia nikwambie, mimi Fredrick ni ndugu yangu.
kwake ni kwangu na kwangu ni kwangu. Kwa hiyo huwezi kuniambia chochote. Bidada anambia wewe vipi? Yaani Fredrick unasema hapa ni kwako. Yaani hapa kwa Fredrick wewe ni kwako. Hapa ni kwa Fredrick, hapa ni kwa mume wangu mimi. Sio kwako wewe. Wewe kama unaweza nawe fanya kazi, tafuta pesa nayo kakae nyumbani kwako, kapange kwako, uweze kufanya unachotaka kukifanya, chochote unachotaka kukifanya. Lakini sio hapa. Eti uje ujivunie hapa ni kwako. Fredrick anamwambia baby please usiongee hivyo. Anambia niache niongee na wewe, unanizuia nini? Unanizuia kuongea kwa sababu ni ndugu yako. Mwache ndugu yako anazingua. Amekula chakula chote sasa wewe unajua sitakula nini? Na sasa nakwambia hivi, atapika ndugu yako, mimi spiki na naondoka, nitajua mwenyewe, mtajua wenyewe mnakula nini. Baadaye Fredrick yuko zake chumbani ametulia, anajua sasa hapa leo hakuna kulala, leo nimezagamua mwanzo mwisho. Yaani leo ni kudinyana mwanzo mwisho, hakuna kulala leo naambiwa. Bidada anakuja hapa anaingia zake kitandani, amejifunika shuka lake. Fredrick anashangaa, mbona analala na suruali tena? Wakati sharti la kuolewa lale bila nguo. Kila kimwangalia, hivi ni kweli? Fredrick aamini, yani hivi ni kweli analala na nguo? Sioni au unaona vizuri? Jamani hivi ni kweli? Fredrick anaona hapana bwana. Bibi anataka kumstua, akipiga hata kimoja, mama anataka kitupe hata kimoja, bibi hataki. Ananiambia nini? Niache, nimekwambia niache. Kakako kanikera, naye anataka kunikera. Kwa hiyo niache. Saki fujo saizi. Wewe lala huko tulia. Unajua mwenye Fredrick analazimisha bibi namba hata kimoja. Naomba nipige hata kimoja tu bibi, mimi nimezidiwa, mimi nitazame, Hebu nitazame bibi, angalia mimi nilivyo, lakini nipate hata kimoja tu. Bibi ananiambia niache. Niache nimekwambia. Lala huko, na kama ni vipi mimi nikalala zangu sebleni, nikacho lala pekee yako chumbani. Fredrick anachangaa, anaambiwa amini. Basi asubuhi Fredrick akamfuata kaka yake, kabidi aongee na kaka yake, bana bros, nikwambie wewe umekuja hapa lakini kuna misunderstandings zinatokea mimi na mke wangu, kwa hiyo nakuomba kama inawezekana uweze kutupisha tu, ukapange hata sehemu nyingine yote. Usishafanya kazi wala hata miezi 2-3, mshahara unakuwa, naomba utupishe ukapange na wewe kwako, utuache sisi hapa nyumbani kwetu. Mchiza unasemaje? Yaani mimi nitoke hapa? Sikia nikwambie Fredrick, hakuna mtu yote kunitoa hapa nyumbani kwako. Yaani hakuna mtu kunifukuza hapa. Siondoki, ndo nishafika na ninasema hivi, yani sitoki hata iweje. Wewe piga wagaragaza, gombana na huyo mkeo, fanya nini? Mimi ni ndugu yako na wewe ni ndugu yangu. Mimi kwako ni kwangu na wewe kwangu ni kwako. Kwa mimi sitoki hapa mpaka nitakapoamua mimi mwenyewe kuondoka. La sivyo mtoe mkeo. Fredrick anambia bana, inabidi uondoke. Sina mjadala na wewe, sina cha kuongea nawe, inabidi uondoke. Fredrick anaondoka zake chumbani. Bwana waka anambia, nimekwambia siondoki kwa namna yoyote ile. Kama huyo mkeo ndo anakutia jeuri na unataka kunifukuza hapa nyumbani kwako, mimi siondoki, siendi popote. Hapa ndo nishafika, nishasema nishafika na nimefika, nisitoki. Wewe vipi? Unataka kunizingua mtoto mdogo, unafanya unasawa wakati mimi nimekulea wewe. Nimekulea, umenikojolea wewe mikojo. Mimi nimekulea kabisa mwenyewe. Nimekuchambisha, leo unakuja kuniletea dharau eti kisa una kwako. Sasa baada ya muda kupita, Chisam leo anakuja, anapata mgeni na dada yake amekuja. Dada yake Chisam amekuja naye hapa anashangilia, dada. Wow, dada karibu sana, karibu nyumbani. Vipi? Unaendelea na hali? Dada anambia niko poa nini. Sasa Chisam anashangaa, dada anamwambia nimesahau begi langu nje. Chisam anashangaa, dada naye ndio umehamia hapa tena. Bibi akabidi amfuate mumewe aje, bwana dada akanipa karatasi hapa, ameachana na mumewe, kwa amekuja hapa, anataka tukae naye hapa. Mchiza anashangaa, kaka yangu kaja, umeniambia nimfukuze. Amekuja na dada yako sasa. Dada yako naye atakaa wapi? Nyumba zenyewe zimejaa, mambo dada yako hatuna pa kukaa. Bidada analalamika, naomba inabidi sasa dada yangu mimi sina pa kumpeleka. Amekuja hapa mimi nimsaidie. Sasa mimi nitafanyaje baby? Mchiza anambia sasa mimi nitafanyaje? Sina namna. Kama kaka yangu amekuja ameleta fujo, dada yako naye akija, kwa hiyo tunakuwa tena hapa sisi hatuna amani tena na ndoa yetu. Kwa mimi naomba, mimi nitamuondoa kaka yangu na wewe dada yako naomba aondoke. Hapa hatuna mahali pa kuweka watu hao wengi kiasi hicho. Baada ya kuomba sana, Mchiza ikabidi akubali, sawa haina shida, wakakumbatiana, maisha mengine yaendelee. Baadaye sasa Mchiza anarudi kutoka kazini, anafunguliwa mlango, anafungua na dada yake Chisam. Mama anashangaa, hii peace tena imetoka wapi? Anaanza kusifia, wow, you're so beautiful. Wewe ni kama malaika. Yaani wewe ni mzuri jamani. Mchiza anamwambia, yani wewe ni mzuri aise jamani. Umetokea wapi? Mchiza anamwambia, ngoja nikumbuke jina lako. Jina lako Ifoma. Wewe ndo Ifoma. Umekuwa mzuri siku hizi. Umekuwa mzuri wewe Ifoma. Yani zamani sijakuona, nimekuona muda mrefu. Kumbe ni mzuri kiasi hichi. Baadaye bidada anashuka huko, anamkuta Ifoma
yuko na Ibosa. Anamuita, "Sister Ifoma, njoo nataka nizungumze nawe mara moja." Wanaenda mpaka chumbani. Bidada anamuuliza dada yake, "Dada, nani mavazi gani unavaa tena hapa?" Dada anambia, "Kwani mavazi gani? Mimi si nimevaa, najua nipo sawa, ni mavazi ambayo yananifanya mimi nakuwa comfortable." Bidada anambia, "Subiri dakika moja." Bidada anaenda, anarudi, anakuja na kanga. Anamwambia dada yake, "Sasa vaa hii, kwa sababu mume wangu anakuwa hapendi mtu kuona amevaa nguo za ajabu ajabu. Kwa vaa hii kwa ajili ya mume wangu, sasa mume wangu akaona amevaa hivi ili asija akafikiria tofauti. Vaa hivi na kuanzia leo utakuwa ukivaa hivyo. Kama unataka kwenye nyumba yangu vaa hivyo." Basi baadaye ni muda msosi, watu wametulia wanakula. Bidada anazungumza, "Jamani, samanini, mimi nimekuja hapa, naomba nitakaa tu kwa mwezi mmoja, baadaye nitaondoka." Bidada anamaliza kuzungumza tu, Ibosa amedakia, "Usijali, karibu sana. Yaani hapa umefika. Karibu sana beautiful. Yaani wewe ni mzuri. Hapa ndani nakwambia umefika. Hakuna yote atakaye kusumbua. Usijali. Ukitaka chochote nakwambia nipigie simu, chochote niite. Mimi nitakusaidia. Nipo kwa ajili yako, usijali." Anataka yaani chochote utakachokitaka mimi nitakupatia. Watu wanashangaa, mchizi anaongea kinoma. Sasa Ifoma akiwa amekaa zake hapa sebleni, Ibosa amekuja, anaanza kumtongoza, "Unajua wewe ni mzuri. Yaani kikweli moyo wangu mimi unatokea kukupenda sana. Yaani nimekupenda kiukweli. Yaani ukinikubali, unajua mimi ni mwanaume sahihi sana, afu ni mwanaume lijali. Yaani nikupa mimba na kuoa, nakwambia utafurahi." Bidada mchizi anatongoza, anajimaliza kinoma yani hapa. Sasa bidada anashangaa tu, mchizi mbona ananitania Ayusha, mbona simuelewi, chenye kijeba kifupi mimi nakipeleka wapi hichi? Mchizi anajimaliza, anambia, "Yaani mimi nakupenda, nakwambia. Ukinikubali na kuahidi nitakupa kila kitu utakachokitaka. Yaani kila utakachokitaka mimi nitakupa. Mimi nitakuwa kwa ajili yako, nitakuwa nakulinda, nitakusaidia kwa kila kitu. Yaani kila kitu nakwambia mimi nitakupatia. Yaani nitakupatia upendo, nitakupenda, nitakujali, utakuwa kama malaika. Yaani usijali kokote utakako, yaani kokote, yaani mimi ndo nitakaye kupenda. Usiani ukiwa mimi kwako nitakuwa kama mfalme, alafu utakuwa kama malaika." Mambo anaambiwa anaimbisha kweli yani. Bana, mchizi anaswaga kinoma yani. Dada anashangaa tu, "Huyu vipi?" Mchizi anataka kumpiga buso, dada akamtia kofi. Mambo anashangaa. Dada anambia, "Hivi wewe ni kichaa? Au unadhani mimi ninavyocheka hapa ninavyokaa na kuangalia unadhani mimi nakuogopa? Wewe ni kichaa. Sikia nikwambie, mimi sikupendi, sikutaki. Wewe mwanaume gani mwenyewe kwanza mfupi kijeba? Yaani wewe unadhani utanipeleka wapi?" Bila akaona haitoshi, akapandisha mpaka huko juu, kaja kwa mdogo wake. Anakuambia, "Huyu shemeji yako huyu, nakwambia amenichefua, amenikera. Hivi kweli kunitongoza mimi? Yaani anajua kisa wewe umeolewa na mdogo wake, alafu bado na yeye ananitongoza na mimi. Hivi kweli unikichaa? Yaani amenikera." Watu basi watu wakashuka chini huko. Watu wakashuka huko. Mchizi anamuuliza kaka yake, "Vipi? Mbona unazingua? Mbona unamsumbua bidada? Shida ni nini?" Mchizi, "Unamwamini wewe? Kwani wewe umekaa unadanganya vitu vyako na wanawake, unatawaliwa na wanawake. Alafu mdogo wangu naye mimi nakuona mjanja. Yaani wanawake wanakutawala. Mimi." Basi fujo zilikuwa ni nyingi hapo, naambiwa mchizi anagombana kweli na wanawake. Sasa jamaa kile kitaka kugombea, Fredrick kile kitaka kugombea kaka yake, ambaye kaka nyamaza, anagombana na wanawake. Acha basi, acha hizo habari bwana bro haelewi, unaambiwa acha nimpige, anataka kupigana kabisa na wanawake. Watu wanashangaa, huyu mwamba ni atakeolewa na huyu mshikaji, ni noma sana. Huyu mshikaji ni Ayusha. Watu wanashangaa. Mchizi anazuia tu. Sasa mchizi anashindwa hata cha kuongea, anakosa cha kuongea kwa sababu bro ni anaongea sana. Fredrick anambia kaka nyamaza bwana, usibishane na wanawake. Sasa baadaye Fredrick yuko na mwanae, kwa anamhadithia kinachotokea nyumbani. Mchizi anacheka. Fredrick anambia, "Usicheke mwanangu, unajua mimi napitia changamoto sana, mimi sielewi. Yaani kaka yangu amekuja pale nyumbani, ule dada yake na mke wangu naye yuko pale nyumbani, yaani ni fujo, wanagombana muda wote. Mke wangu mwenyewe ananisumbua, ananichanganya. Kuna muda nataka hata tendo, mke wangu naye ananinyima, mimi sielewi." Mchizi anacheka, anamwambia, "Yaani mimi ndio maana niko single. Mimi ndio maana sitaki kuoa bwana, kwa sababu ndoa bwana zina changamoto nyingi sana. Yaani ndoa zinataka akili, zinataka kila kitu. Yaani kuna muda ndoa inaweza kukuumiza akili, kukusumbua, yaani ukajikuta yani unaishi unata amani. Mimi ndio maana naona bora niwe single." Mchizi yuko na mkewe nyumbani, bibia muda wote ni mtu wa simu tu. Mchizi anamshangaa mkewe, yani mke hata hajali kuhusu mume. Mke yani yeye na simu na yeye muda wote yuko online. Vitoto vya 2000 tena na simu. Yaani vitoto vya 2000 vinajita vijenzi vyenyewe vinapenda simu. Vinapenda macho matatu sana. Sasa bibia muda wote yuko na simu tu.
yuko na mume ndani lakini mume hata hamjali. Mume anataka unyumba, bidada hajali. Yeye na simu tu, mchizi anaomba unyumba, bidia yani anachojibu anajua mwenyewe, yani anashangaa tu, yani bidada yani kama vile haelewi kinachoendelea, ni kama vile ameolewa lakini hajui ameolewa kwa ajili gani. Anadhani ameolewa kuja kuangalia tu chumba, kuja kumpikia mume, ndio anachokijua yeye. Hajui kuolewa sharti ni kulala bila nguo. Eti wewe leo kwenye ndoa sasa hivi, hebu mshauri mwenzio. Mjue kabisa kwamba ukikubali kuolewa lazima kubali kulala bila nguo jamani. Unaolewa afu unakataa kulala bila nguo eti mimi sasa kulala bila nguo. Sasa unaogopa nani akuchungulie? Ulivyoolewa ulitegemea nini? Sasa leo kumekucha, Fredrick anaenda mazoezini na mkewe. Anamwaga kaka yake hapa, anamwambia bro mimi naenda mazoezini. Bro ana sawa, gym njema. Bro baada ya Fredrick kwenda gym kaachiwa nyumba. Sasa kabidi apige simu kwa mwanae yule. Piga simu kwa mwanae aletoe mademu. Basi wamekuja wa mademu ndani ambao mishangazi. Mambo anashangilia kweli, nikata mademu kwa nyumba ya mdogo wake. Ai mabro si mnakuwa na matatizo gani? Sasa huyo bro umekaribishwa tu ndani, unaleta na mademu tena kwa nyumba mdogo wako. Nyumba yenyewe umepewa chumba, unaleta tena mademu jamani. Bro sana tafuta matatizo na mdogo wake. Uje ufukuzwe hapa ndani uone mdogo wako anakunyanyasa. Basi kaitisha mademu naambiwa mundani na mwanae huyu, ni sherehe tu anashangilia. Anashangilia mademu, anazungusha, mama anakuambia anaangalia makalio, anaambiwa hizi ndio vitu vyangu. Baadaye Fredrick na mkewe wako ndani. Fredrick akimwangalia mkewe, mbona kama hayuko sawa. Fredrick anamuuliza wife vipi? Uko sawa kweli? Bila anaambia niko sawa. Kweli uko sawa? Bila anaambia hapana kikweli sipo sawa. Fredrick anaambia shida ni nini? Bila anaambia mimi nahisi kama vile kuna vitu ambavyo havipo sawa. Fredrick anataka kulala, bila anamwambia baby, samahani, unaweza kaniruhusu nifanye kitu? Fredrick anambia sawa, fanya. Bidada anataka kunyonya kooni, unaambiwa. Fredrick anashangaa, wewe vipi? Leo wewe ndo unataka, mimi leo sitaki. Bidada anambia, naomba atanifanya hata kidogo, mimi nimemisi. Fredrick anamwambia, ngoja subiri. Shida ni nini kwani? Leo una matatizo gani? Subiri kwanza, ngoja kwanza. Mimi leo yani kichwa changu kikweli hakipo sawa. Yani siwezi. Bidada anashangaa, bana mimi nataka. Fredrick anambia bana msubiri, ngoja kwanza, subiri taratibu. Taratibu, kwani shida ni nini? Bidada anambia mimi nataka bana. Mimi bana hisi bana wewe utakuwa unanicheat wewe sasa hivi kwa sababu mimi bana mimi nashangaa tu sasa hivi. Mchizi anambia hamna bana, kwani shida ni nini? Mimi leo tu siko sawa, wewe usijali wala nini. Mimi leo siko sawa. Leo zamu yako. Wakati mchizi anataka, bidada hataki. Leo bidada anataka, mchizi naye hataki. Hizo ndo kapo za 2000, kapo za Gen Z wenyewe wanajiita. Hizo ndo kapo za 2000, hizo wenyewe wanajitaka Gen Z. Hizo ndo kapo zao. Yaani wewe ukiwa unataka, mimi sitaki. Na mimi nikiwa nataka, na wewe hutaki. Ngoma draw. Tunaenda sawa bin sawia kabisa. Mchizi anambembeleza tu usijali. Bidada analia, anaambiwa sitaki, utakuwa unanicheat wewe. Analia, mimi sitaki. Haiwezekani mimi nikiwa nataka wewe hutaki. Mbona mwenzako akiwa anataka wewe hutaki? Kaza. Wakati mwenzako anataka ulikuwa unalingalinga. Leo na wewe unataka, mwache na mwenzako alinge. Mchizi anambia hamna baby, anambembeleza hapa usilie. Sasa leo tena washikaji wametoka, mchizi kaita tena mademu zake, wanaambiwa badala jamaa anarudi chumbani kwake, anashangaa namkuta bro yuko na demu. Wanakaza ngokangania, mtoto anataka kunyonya. Wewe vipi? Vipi? Mchizi anambia kwani nini? Wewe kwani umeona nini hapa? Si umeona kawaida tunawetulia. Fredrick anamuuliza, bro chumbani kwangu? Yaani unaleta mwanawake chumbani kwangu? Bro this is too much I say. Fredrick anambia sasa bro, hapana, sasa siwezi kuvumilia. Naomba ondoke nyumbani kwangu. Yaani unaleta wanawake mpaka chumbani kwangu. Chumbani kwako hutaki, unaleta chumbani kwangu. Fredrick akamtimua ndugu yake, anaambia kumbe wako wengi humu ndani. Fredrick anashangaa, kumbe ni kijiji. Kabidi awatoe wote. Akawatoa sasa wote. Tokeni. Chukua begi lako, ondoka nyumbani kwangu. Utajua mwenyewe unaenda wapi. Naenda kwa huyo wale kuletea wanawake, kaishi naye nyumbani kwake. Mimi nyumbani kwangu sikutaki kwa sababu umeshindwa kuheshimu nyumba yangu. Huwezi kuniheshimu hata mimi wala mke wangu. Kwa sababu haiwezekani chumba ambacho mimi nalala na mke wangu, wewe na wewe unaingiza wanawake zako. Hivi kweli wewe bro na akili timamu? Sasa naomba muondoke. Nyumbani kwangu. Sitaki kuwaona. Na wewe wote nisione nyumbani kwangu. Mchukue huyu ambaye wewe ndio unaona kama ndugu yako, unamletea wanawake nyumbani kwangu. Wote muondoke. Fredrick akawatimua. Wakati wanaondoka sasa, mchizi anamkataa mwanae. Wewe kila mtu aende anapojua unanifuata wapi? Nenda nakujua mwenyewe. Mchizi analia.
Haki ya Mungu nacheka sana. Nacheka mimi jamani, nacheka mimi kombo mwenzenu. Jamaa analia tu. Sasa mimi naenda wapi? Unaniachaje sasa? Mimi naenda wapi nakwambia? Mimi nakufuata nyumbani kwako. Mjiza mbona unanifuata wapi? Unajua mimi naishi wapi? Wewe nenda unakojua mwenyewe, kila mtu aenda anakojua yeye. Wewe hapa tushafukuza na ndugu yako, kwa hiyo utajua mwenyewe. Hasa baadaye Mchiza wakati yuko zake nyumbani, mlango unagongwa. Na unagongwa kuja kufungua mlango, kuna bidada anaingia hapa. Mchiza anasema, Juliet, umefuata nini hapa nyumbani kwangu? Mchizi bwana, kumbe huu ni mchepuko wake. Mchizi naye kumbe anadanga, ana mchepuko. Bidada anaingia ndani anamuuliza, vipi? Kwa nini umeniblock? Wiki nzima nakutafuta, simu yangu naona sikupati, umeniblock. Kwani shida ni nini? Jamaa anambia, unajua mimi nimeoa lakini. Alafu unanipigia sana simu. Na nilisha kuambia mimi nimeoa, unanipigia simu zako. Mimi kikweli kuna muda mimi niko na mke wangu, unanipigia sana simu, mimi nashindwa kufanya chochote yani. Kwa hiyo imebidi tu nikublock kwa sababu mimi nimeoa, afu wewe unielewe kwamba mimi nimeoa. Kila nikikwambia nimeoa, hunielewi. Sasa mimi ningefanyaje? Kwa nikabidi nikublock. Muda huu bidada anarudi nyumbani, anakuja nyumbani kama kaida yake, ni mtu wa simu muda wote, mtu wa social media, mtu wa mitandao, yani muda wote yuko online. Anaingia hapa, anaongea na mashabiki zake, nimeshafika nyumbani sasa, kikweli nimechoka sana. Ngoja sasa nikamuone shemeji yenu, alafu mambo mengine yataendelea, nitawacheki baadaye. Navaa maski hapa kwa ajili ya kumtisha shemeji yenu. Nimenunua maski hapa ili nivae asinione sura, nenda mpaka chumbani. Anashangaa kuingia hapa sasa na akuta viatu. Bidada anaangalia viatu hivi, akajua viatu vya dada yake, lakini mezani kuna glasi 2 za juice. Akaona mpaka kuna issue tofauti sielewi. Anafika chumbani kwake, anashangaa mumewe amelala. Anamshangaa mumewe amelala, mara anashangaa choona anatoka mdada. Anamuuliza, wewe nani? Nakuuliza nani? Bidada anashindwa kumjibu. Anamwamsha mumewe. Huyu mwanamke ni nani? Kwa nini unaingiza wanawake chumbani kwangu? Unaingiza wanawake mpaka chumbani kwangu kweli? Yaani kaka yako afanye hivi, na yeye mwenyewe afanye hivi. Kwenye chumba changu kweli? Sasa nyinyi mna matatizo gani? Yaani na kaka yako kumbe la kwenu moja. Bidada anaambiwa anatoka nyumbani analia, yuko kwenye gari analia, anampigia simu dada yake. Kikweli siamini. Feti ameamua kuniingiza mwanamke chumbani kwangu. Yaani nyumbani kwangu ameshinda kwenda guest. Bidada analia kweli. Sasa baadaye Fama kabidi ongea na shemeji yake. Amwambia sasa shemeji yake ukweli, kila kitu kinachoendelea kwamba Chisam kikweli alitagia kamera huko ndani, kila kitu kinachoendelea alikuwa anajua, kwa chochote alichokuwa anakifanya Chisam alikuwa anajua. Mchiza anashangaa, yaani CCTV kamera nyumbani kwangu? Anambia samahani, na mimi ndo nilikuja kuziweka. Mimi vile nilivyokuja kwa sababu Chisam aliniambia kwamba siku hizi hakuelewi, yani hakuelewi, kuna issue tofauti, akitaka kushika simu yako unamkataza, yani vitu hivyo kadha wa kadha. Kwa hiyo ni vitu vingi alinielezea. Kwa hiyo ikabidi tuweke kamera kwa ajili ya kukufuatilia. Na tumekufuatilia, tumegundua ukweli, na hata ile issue iliyotokea kuhusu yule mwanamke ni kwamba yule mwanamke alikuwekea madawa kulevya kwenye kinywaji. Kwa wewe hukuwa na makosa direct, ingawa ulikuwa ni mtu wako, lakini haukuwa naye, hakuwa na malengo nayo yoyote, wala hakuwa kufanya naye chochote. Kwa alikuwekea madawa kwenye kamera, na hii hapa ndio video yenyewe. Bila ikabidi amuonyeshe video. Kwa Chisam kikweli anajua kila kitu, sio kwamba alikuwa hajui, alikuwa anajua kila kitu kinachoendelea wewe, kuhusu wewe na marafiki zako wote, kila kitu chochote anakifanya kwa nakufuatilia. Baadaye bidada anaingia hapa, Mchiza anamshangaa mkewe, yaani kumbe mambo yote yalikuwa yanaendelea, ulikuwa unajua, na zote zilikuwa ni plani zako. Bidada anambia, kweli nilikuwa nakufuatilia, nilikuwa nakupima nione kama ni kweli wewe ni mwanaume sahihi ama la. Anambia, kweli nakuamini sana. Mchiza anataka kuomba msamaha, bidada anambia, usijali, nakuamini. Kweli Mchiza inabidi amkumbatie mkewe. Basi maisha mengine yanaendelea, faraja narudi tena ndani kwenye familia. Furaha narudi tena kwenye familia. Sasa leo watu wanasherehekea sherehe ya kutimiza miaka kadhaa ndoa yao. Wanashangilia hapa chumbani, wenyewe wanafurahi wako wenyewe. Sasa bro hayupo ile chafujo, wala yule dada mtu hayupo. Watu wanabaki wenyewe wanakula bata na jivinjari. Bidada anampigia dada yake kama kawaida, anaingia live, anampigia dada yake simu, anaongea na dada yake. Furaha anafurahi jinsi anamwambia dada yake jinsi wanavyoendelea sasa na ndoa yao, na hatimaye anamwambia dada yake pamoja na mpenzi wake au mume wake kwamba kwa sasa yeye ni mjamzito. Kwa furaha inaongezeka mara 2 na familia inazidi kukua zaidi. Sasa nikuulize wewe mwanafamilia, ule uko kwenye ndoa, wewe bidada ule uko kwenye ndoa, wewe mwanaume ule uko kwenye ndoa, nini unakipitia kwenye ndoa yako? Kipi unakipitia kwenye ndoa yako? Kipi unadhani katika ndoa yako hakipo sawa kwa ajili ya kuweza kukirekebisha? Lakini pia niweze kuwashauri wanafamilia, kwa wale waliooa,
kwa wale wanaoishi na wapenzi, hata kwa wale ambao wanatarajia kuolewa. Bana, ndoa ina changamoto nyingi sana. Unapoamua kuoa, unapokubali kuoa ama kuolewa, basi tambua umekubali kuziba changamoto za mpenzi wako, umekubali kuziba changamoto za mkeo, umekubali kuziba changamoto za mumeo kadhalika, lakini pia umekubali kubeba madhaifu yote yaliyopo katika ndoa, na uvumilivu mkubwa unahitajika sana kwenye ndoa. Lakini pia nizidi kuwasihi na familia, kama ndo mara ya kwanza unapita kwenye hii channel, usisahau basi kulike, lakini pia usisahau kucomment, usisahau kusubscribe, kutani on notification kwa ajili ya kuweza kujua kwamba tukiwa tumeposti kazi tunaweza kukuletea kazi mpya. Mimi naitwa Kombo na hii hapa ni Uno Movie Recap. Bye bye.